Baba namuna gani we, Baba namuna gani we, oh. Baba namuna gani we, oh. Owe namuna gani we. Nitakushukuru namuna gani we Baba we. Nitakushukuru namuna gani we Baba we. Nitakushukuru namuna gani we. Owe namuna gani we. Bwana asifiwe wapendwa. Jina naitwa David Kasika. Mimi nimeokoka, nampenda Bwana. Mimi I am a husband, I am a father, and above all, I'm the leader and the founder of the Gospel Kings Band International. Tumekuwa in existence now for this our 18th year. Na I thank God for that grace to lead these people. Na leo niko hapa, naamini mtabarikiwa. I am a winner. I am a winner. In the Lord I'm strong. In the Lord I'm strong. More than a conqueror. More than a conqueror. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am a winner. In the Lord I'm strong. In the Lord I'm strong. More than a conqueror. More than a conqueror. I am a winner. I am a winner. Nilizaliwa baba yangu nilizaliwa kama baba yangu ni pastor. Sasa ile kanisani mimi nimezaliwa DRC Congo, lakini sasa nime grow hapa Kenya. Sasa DRC Sunday school ni choir. So nilianza kuimba nikiwa 5 years kwa Sunday school. But career wise as in kuchukua some music seriously ilikuwa 2007. That was in Kenya. Hapo ndo wakati nilianza muziki sasa nikasema this is what I want to do. Okay, hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza nimezaliwa kwa familia ya like vile nimekwambia ya pastor. Lakini the time mimi ku make my personal decision ya wokovu. Tuseme unajua ni vile umegrow, umelelewa tu kwa njia ya kanisa, lakini unajuanga tu hii ndo njia. Sababu lazima ukuwe na your own personal decision to accept Christ. Mimi ndio ni accept Christ. Mimi nilikuwa najua naendanga kanisani kwa sababu ya baba yangu, ya wazazi wangu, kwa sababu wanaendanga church. But it reached a point ambayo niliamua mimi mwenyewe huo ndo Mungu nataka kuserve. Now it's a long story ambayo sasa unajua sasa mimi ama niseme ya victim ama nini sijui ndio nini kwa English, lakini vita nyingi imefanyika Kongo kama nimekuwa affected in our country. So through one of the experience ambayo nilipitia, after that ndo niliamua sasa this is the God nataka kuserve. Mungu mwenye wazazi wangu waliniintroduce kwao ndo nataka kuserve. And from there ndo nikujanga nikabatizwa, sasa ndo nikaokoka sasa mimi mwenyewe personally. Sio sasa wachana sana ile ya baba yangu sasa. Hiyo personally. Haimaanishi kwamba singeenda kwa njia nyingine, ndio kwa sababu marafiki zangu karibu actually mimi nimegrow kwa surrounding ya marafiki wale wote ni watu wa dunia. Ni vile tu ni mtoto wa pastor, lakini nilikuwa na watu wote wa dunia.
but ile decision ilikuwa yangu kabisa. Na pia nashukuru Mungu kwa sababu ya ile design wazazi wangu walini brought up. Kwa sababu walinionyesha hii njia, huo ndo Mungu wa kuserve. Now after the experience that I got from hiyo vita, nikaamua kweli huo ndo Mungu nataka kuserve. Huo Mungu wenye wazazi wangu wanabudingi ni Mungu wa ukweli. Nitakushukuru namuna gani we, nitakushukuru namuna gani we, nitakushukuru namuna gani we Baba. Owe namuna gani we, kama ni uzima umenipa kwa bure, kama ni ulinzi umenipa kwa bure, kama ndiyo pumzi umenipa kwa bure. Owe namuna gani we, maisha yangu yote mikononi mwako Mungu we, uzima wangu wote mikononi mwako Masia, kushoto na kulia uko na mimi we. Owe namuna gani we, nikienda shambani mkono wako uko na mimi, nikienda shuleni mkono wako uko na mimi, kaskazini, mashariki, kusini na magharibi ya we. Owe namuna gani we, nitakushukuru namuna gani we Baba. Nilala kwa forest ndugu yangu, nilala kwa forest for some time mimi na dada yangu, kwa sababu vita ilitufanya tukapoteana na wazazi wangu for some time. Kwa kama miaka miwili hivi hatukuwa pamoja, hatukuonana pamoja, lakini baadaye to make a long story short, Mungu alitu reunite tena. Ndio hiyo ndio time unakuwa unakaa hivi chini una picture, kuna word ulisikianga kanisani pastor akipreach anasema hivi Mungu ana restore mambo fulani namna hii. Kwa hivyo Mungu anakuanga wa ukweli, haikuangi tu eti ni story tu tunaambiwa wangu. So that's when I made my personal decision. Before 2007 nilikuwa naimba choir, like nilikuwa mdogo nikigrow nikakuwa teenager, tulikuwa naimba tu choir tu ile ya watoto unaletwa mbele ya kanisa, because Kongo most of the time si kama huko vile Sunday school mnapatanga Sunday school wanaletwa wanaambiwa toeni shairi ama toeni Bible verse. Huko hiyo ni choir na ni choir serious. So tunaletwa tunaimba, yani mnaimba. So maisha yangu imekuanga hivyo, but sikuwa napenda music nikiwa mdogo, but I was forced by my sister. But in 2007 that's when I felt like hii ni kitu naweza pursue, and that when sasa niliamua nafanya music gospel, kwa sababu other than mimi kuimba tu I felt ni mwito Mungu aliniita. So it's not like ni kitu ambacho nilijiekelea hivi. Ni many times nimejaribu kuhepa uimbaji. By the way, in my journey ya music give up mara nyingi sana. Give up hadi nimejifungia nikajiambia sitawahi imba tena maishani mwangu, nimesema hizo vitu zote. Lakini the next day sijuangi vile najipata tena kwa madhabahu nikiimba kanisa. Lubiko ze baina yo ya we, owe namuna gani we Shiloh yo Baba, namuna gani we Shiloh yo Baba, namuna gani we Zambe malamu Baba, namuna gani we kumama na yo owe namuna gani we mokote yako gani na yo Baba, Yesu we Baba, namuna gani Zambe sana sukateo Baba, namuna gani we Papa na ngayo owe namuna gani we. Because of the challenges, unajua I came to realize gospel music ministers especially wale ambao wanafanya hii kazi kwa ukweli wanapigana challenge mingi sana za nyingine hata watu wasemangi nyingi sana. Na not just me but nime meet na many gospel ministers unasikia stories zao until una try kuangalia kwani sisi wote lazima tupitie hizi vitu.
So mimi challenges ndio zilifanyanga nitake kugive up. Hadi nilikuwa naambia band yangu, naambia nyinyi kuanzia leo nilikuwa na ni mara kama zaidi ya 3 nimeleta band yangu pamoja, nimwambia from today hii band imeisha. So kila mtu aende kwao na mswahi kuja. The next day watu wanakuja kwangu. Itabidi tuendelee. Alafu sasa ile usiku silalangi poa. Silalangi, yani sinanga ile amani, unapata tu uko uncomfortable, you must kuna something inakupush tu, lazima urudi kwa muziki. This thing haijaniapenia once, twice ama thrice, imeniapenia many times until ikakwasa nikaambia Mungu, sasa basi kama ni hivyo, kama nitakufa na wewe na hiyo, acha nikufe na wewe hivyo. Aswana po mwana kumama papa awe kumama papa kisi asoni kumama papa awe kumama papa yeba aswana po mwana kumama papa kumama Yesu kumama yende kisi asonye erombeo yawe kumama Yesu wasana bwana kumama yawe kumama Yesu kumama yende kisi asonye erombeo Yesu erombeye kumama Yesu wasana bwana. Okay, when I started my music as a career in 2007, nilikuwa na inaitwa ile iga ni nini kwa English, hiyo tamanio, nilikuwa na hiyo tamanio ya sikuwa nataka kujiona kwamba nataka kuimba like a single artist. Nilikuwa natamani niimbe. Actually the purpose was I wanted to sing tuinuane pamoja kama waimbaji wengine. But sasa now the funny thing ili happen ya kwamba watu walikuwa wanakuja kwa timu yangu walikuwa watu wenye wanatamani kuimba na wajui kuimba. So hiyo kitu ikachange, ikakuwa ni kama sasa I'm training these people to know how to sing. Na not just to sing na pia because kuna wengine walikuja hapo kama wajui kucheza instrument, ikakuwa kama sasa mtu wa kuwafundisha pia hizo vitu zingine sasa. So ikakuwa kama a place ni kama rehab. Not just in music but even in people. Unapata watu wanakuja kama wako na issues kwa familia zao, wengine hawana wazazi, wanakuja tu hapo. Sasa ikakuwa sa place, sasa ikakuwa ni kama kifamilia yenye mimi sikuwa najua, sikuwa napanga hivyo. So God akai-create ikakuwa kama place tu ya sasa kama familia ya wase. So from there I used to go to minister with people with my team some places. Tulikuwa zaidi hata 50. Kuna places tulikuwa hata tuko 50 na some pastors they used to invite us because walikuwa najua, not because wanataka tu tuimbe, walikuwa because ya crowd na kuja nayo. So tulikuwa naenda, unajua hao watu hawajui kuimba lakini lazima tuende tu pamoja kwa sababu ya ile ka family yenye tumesha create tayari. So I came to realize ya kwamba Mungu alitamani purpose ya God ilikuwa to create this band for a different purpose than ile nilikuwa nayo, because according to me nilikuwa nataka nikiimba Mungu akiniinua niinue mwingine. Up to now that is inakunga my desire. Na konga ile Mungu akinifikisha step 1 class 1 na mimi niinue mtu akuje hiyo class 1, nikienda class 2 niinue mwingine class 2, hivyo tupande tukiendanga pamoja. But maybe haikuwa sana kwa musical, but ilikuwa sana kwa live, and I thank God for mambo yenye God amefanya so far. I think more than 80 people wamepitia kwa hii team. Yes,
can never disappoint me, oh. Kumama, yes, kumama, yes, oh. Hallelujah. Nguruma, Yesu wangu Baba. Nguruma, Yesu wangu Baba. Watoto wako wanalia lia, he Baba. Watoto wako wanalia lia, he Baba. Nguruma, 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 nguruma. Okay, most of my songs ni mimi naandika. Naipatanga tu out of the power of the Holy Spirit most of the time, because unapatanga unaweza kuwa natembea. Most of the time napatanga song nikiwa peke yangu. So napata chorus, so hiyo chorus nikishaipata hasa kitu kama mavasi, sasa ndo naendanga sana angalia chorus, naenda kutafuta message kwa Bible ambayo inaendana na hiyo chorus nimepata, so naenda naandika sasa. But of course kwa band pia kuna watu ambao wanapatanga hiyo revelation. Kuna songs za members wa band wameandika. Pia ziko tu bado kwa YouTube board. So unapatanga mtu akipata wimbo ananiambia, papa nimepata wimbo fulani, ningependa tu usikie. So akiniletea nasikia ni song poa, kama kuna place ya kupolish na polish pamoja. Tunasonga pamoja hivi. Especially kama ni gospel, wacha nisidanganye msanii huko nje ati huku ni kuzuri tu just. Gospel is just like ni kama mtu mwenye unaingia kwa, ni kama mtu ambaye unaingia kwa wokovu. Wokovu inamaanisha kwamba ukiingia kwa wokovu, it means ya kwamba umeingia kwa war zone. So a musician ama a gospel musician ni mtu ambaye unafaa kujua kwamba umeingia place ya ilizonga forefront. Wale watu wale mkienda jeshi, wale wase wa mbele sasa wale. Hiyo ndo kazi ya music. In fact hata kwa Bible unapata wakati yenye God aliambia wana Israeli wazunguke ukuta wa Yeriko, ni waimbaji walitumwa mbele kwanza. Because ya ile kazi, endeni mbele kwanza muimbe mkuzunguka hivi. Because hapo hiyo ndo itaenda kuangusha. So the moment unakuja kwa music, number one, kama unataka kuimba gospel na unataka kusustain uimbaji, jambo la kwanza, understand kwamba kwanza hii kazi sio yako. So you don't own this music, you don't own in gospel, you don't own it. Ni Mungu ndo boss. So Mungu kuna time ameniapenia many times, kuna time yenye God anaweza amua hautaimba na hautapata hata revelation ya wimbo hata for 1 year, the entire year. Imeniapenia like unaweza kaa hivi for 1 year hakuna hata stage utapanda kuimba, na wewe ni mwimbaji. Until sometimes unapata waimbaji wengine wanakuja wanaangalia, unaona anaimba form ni gani, anafikiria labda ulenda ama umeanguka ama vitu watu ongea vitu mingi. So but jambo la kwanza you must know la kwamba kazi sio yako. Jambo la pili, ukishaingia hapa ndani amua ni hadi Yesu arudi. Hadi Yesu arudi. Don't give up no matter what, because hapa ndo vita za kukuvunja moyo ziko. Watu watakuambia uimbangi vizuri, wengine watakutukana, wengine wataongea every kind of things that unaweza kusikia huko nje. So don't give up no matter what. Na namba ya 3 ambayo ni kubwa zaidi, always put God first. Prayer, reading the word na time of meditation inakusaidia
kugain sasa ile revelation ndio pate wimbo message ya kugive to the people. Nitakushukuru namuna gani we baba, nitakushukuru namuna gani we baba, nitakushukuru namuna gani we baba, owe namuna gani we baba. Nitakushukuru namuna gani we baba, nitakushukuru namuna gani we baba, nitakushukuru namuna gani we, owe namuna gani we. Kama ni uzima umenipa kwa bure, kama ni ulinzi umenipa kwa bure, na kama ndio pumzi umenipa kwa bure, owe namuna gani we. Baba namuna gani ni song ambayo nilipata, actually nilipata hii wimbo wakati sikuwa in a good condition ama good season. Nilikuwa there was nothing to thank God about at that particular time. So ilikuja but sasa nilikuwa najiuliza, nilikuwa nauliza Mungu, nashukuru, what am I thanking you for? Because life inakuchapa, yani hakuna kitu hata kushukuru. Yani sasa zile umeachana na wazazi wako, yani vita imewaseparate nini, sasa unaangalia hapa ni nini ya kushukuru Mungu. But baadaye ndo God aliniteach ya kwamba the moment you thank God ama you praise God in the midst of nothing, unakuwa na provoke God to do something in your life. So hiyo song ilikam that time, but of course sikuweza kurecord hiyo time. Hiyo song nilirecord hapa Kenya. Sasa after nimesha record, in fact in that album hata sikuwa ifikiria kama wimbo itapokelewa, itajulikana. But sasa after nimesha record hiyo wimbo ndo nilikuja kukumbuka mambo yenye God alifanya sasa. But sasa hiyo at that particular time sikuona kabisa. Siwezi kudanganya. Hakukuwa anything to thank God about. Hakuna kabisa. That's how that song was born by the way. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu wa uzima, andimi na Yesu, hallelujah, amen. Okay, Yesu wa uzima is a chorus ambayo watu naimba in our country, but I did it in my own style. So ni wimbo ambayo imekuwa ikinihudumia sana, na it's one of the songs ambazo ilifungua ilikuwa kama nani breakthrough kwa huduma yangu. And your song, that is one song I really value, and every place I go lazima niimbe wimbo. No, hata kama nitaimba nyimbo zingine lazima nianze na hiyo kwanza. Wanalia, timiza Baba mapenzi yako, Yesu, tunakulilia Baba, njoo upate kutenda makubwa na maajabu maishani mwetu. Tuokoe Bwana, maana tunaangamia. Tunahitaji tena Roho wako apate kutushukia kama siku ile ya Pentecost. Lelelele. Imba shuka Baba, shuka utende. Lelelele Baba, shuka utende. Shuka utende nimeimba about the last days. It's a song God gave me that song even before tuanze kusikia hii mambo ya watu mapastors kudanganya. Hii ni song ya kitambo sana, but the moment after nimesha release ndo ilikuja tena ika make sense sasa kuangalia
news kwa TV ambayo yanapatikana, mapasta wanadanganya watu kwamba Yesu anarudi, ya kwamba sijui toa hivi ndio upate baraka zako. Hizo zote nimezimba kwa hiyo wimbo. So ni song ambayo nimeimba about ku alert watu ya kwamba this is the last days, na Christ alisema, aliprofesa ya kwamba siku za mwisho utakuwa manabii wa uongo. So kila mtu akue rada na asome Biblia, understand neno la Mungu mwenyewe, ili wakati unapatana na pastor akikuhubiria utakuwa umeconnect, unajua hii ni ukweli ama hii ni uongo. Sana sema ni mkuu sana, aliye ndani yangu, Yesu aliye ndani yangu, Yesu ni mkuu sana Baba, aliye ndani yangu. Wale ambao mnanitazama, hii wimbo ya ni mkuu, nataka ku encourage nao by the way, na ile the song umetenda na ni mkuu. Naomba kama inaweza naomba Mungu ikuhudumie. I want to encourage you with that song. First, let me start with the ni mkuu song ambayo nimefanya kwamba inasema yule aliye ndani yako ni mkuu. Usiwahi ogopa hata kama ni wachawi wanakuthreaten, as long as you are in Christ. The Bible says yule aliye ndani ukiwa ndani ya Kristo anakuanga anakufunika kama na mbawa zake mwenyewe. So of course unaweza ona kitu ambayo inakaa kama ya kukufrighten, lakini haizi kukuhamu because haina power over you. Alafu another thing ni kwamba everything that you are going through, count it all joy. The Bible says that. Count it all joy. In everything thank God, because God hajawahi waste mtu ambaye ako ndani yake.